Karibu kwenye channel yetu ya M Design, M Graphics, Motion Design and Illustrator. So I'm Congolese na leo niko Tanzania na hii video iko kwa ajili ya kubaki mwanzo mwisho. Naamini itakusaidia sana wewe mfanyabiashara kwa ajili ya matangazo yako ya graphics design ambayo unaorusha kwenye mitandao ili kupata wateja. Na usishangae sana kwa nini nafanya hii video leo. Na ni kama vile ulivyoona kwenye thumbnails nilivyosema, tunataka kuongelea nini chanzo ya mabango mabovu katika nchi ya Tanzania, sio mikoani tu bali mpaka Dar. Kama mabango kama hii hapa na hii hapa na hii nayo hapa, na mabango mengine ya wakala, wale watu ambao wanafanya kazi za kurusha vocha na kurusha hela, mabango yao mabovu kama hii hapa. Na hata haya ya wacheza sinema bongo movie sana, naangalia hata cover zao za sinema ni bovu nazo pia, kama hii hapa pamoja na hii hapa. Ukiangalia ni vitu ambavyo viko tofauti sana na nchi zingine. Nimetembea katika nchi ya Burundi na katika nchi ya Rwanda pia na katika nchi yangu ya Kongo hivyo. Na kama sasa hivi niko Tanzania, nimekuja kugundua hiyo kitu. So Tanzania sijaelewa nini chanzo ya mabango mabovu kama haya. Je, ni design graphics ndo sio professional sana, au niseme wateja ndo mabahira wataki kutembelea wale designer professional ambao wanajua kazi vizuri? Sababu nikitembea Instagram, nikitembea Facebook, nikitembea hivyo Pinterest, nikitembea LinkedIn, nakuta graphics designer wa Tanzania mnafanya vizuri na kazi yenu ni nzuri pia, na istoshi mnafanya kazi nzuri, portfolio zenu ni nzuri sana, ila najiuliza mmefeli wapi ili mtengeneze mabango kama haya? Sababu nchi zote nimeingia, Burundi nimeingia, ukiingia tu nchini unaanza angalia mabango yako tofauti na nchi yako, na hapo ndo unaanza kuangalia wow, au anatengeneza vizuri. Ukiangalia mabango mfano ya vinywaji, ukiangalia matangazo ya yale mabango kama vile ya mitandao, ukiangalia vile mabango kama ya timu za mpira, ukiangalia mfano mabango kama vile ya bongo movie, ya wacheza sinema, utakuta ni mabango mazuri ambayo yatakuvutia hata kuangalia. Ila nilipoingia Tanzania, nilipofika katika mkoa wa Kigoma, mimi nikazani labda itakuwa ni Kigoma ni mkoa ambao uko mbali sana na hauna mabango mazuri sana, hauna graphics designer ambao uko professional sana, wanafanya ili watangaze biashara zao. Nilipofika Mwanza nikakuta nako ni hivyo. Mwanza nilitembea mjini, nilitembea sana hadi nilitembea Geita. Kule kote nimefika, nimeangalia mabango, nikaangalia tofauti sana na nchi zingine ambazo mimi nimetembea. Sasa nikawa najiuliza nini chanzo Tanzania kusema watu wawe na mabango mabovu kama haya, japokuwa graphics designer ambao unaona kwenye mitandao wanafanya vizuri. Na kama nilivyosema, mimi ni graphics designer, graphics designer and motion designer and I am illustrator. Kazi zangu ziko Instagram, ziko pia Facebook, na content creator nimeanza kuifanya mwaka 2022 hivi nikizani. Sasa nilikuwa nafanya content zangu tu kawaida, naonyesha demonstration ya kazi ninazozifanya, but leo nimesema mwaka huu basi nianze kuongelea ajili ya hizo mabango ambao nimeona Tanzania. Nimetembea katika nchi ya Burundi na ukiangalia mabango yao, mfano na hii hapa nayo ukiangalia, au hii hapa, utaangalia ni mabango yako tofauti sana yale ambao mimi kivyangu nimeona Tanzania. Kama ukiangalia Tanzania nao mabango yao kama hii hapa, ukiangalia na hii hapa, ukiona na hii tena hapa, utakuta ni mabango yako nayo tofauti sana na mabango mimi ambayo nimeangalia katika hizi nchi zingine, Rwanda, Kongo, Burundi. Sijajua shida nini. Nimetembea kweli sana, nimeangalia mabango mengi sana, najiuliza hivi why wanakosa nini hawa watu? Wateja mnakosa nini ili mshinde kufuata graphics design ambao ni professional, mnaweza mkalipa pesa nzuri na kutengeneza tangazo ambalo litaweza kuvutia. Dunia leo mahali ambapo inapoelekea, graphics designer ni wengi kweli, na wafanyabiashara hivyo ni wengi. Sio kwamba wafanyabiashara ni wadogo, ni wewe peke yake. Unauza bidhaa yako, sijui unauza cosmetics product, au unauza viatu, unauza nguo, unauza vijola, unauza vikwembe. Hivi vyote ni biashara. Sio kwamba ni wewe mwenyewe unavyovifanya. Ili vitu vyako viwe na politics nzuri ya kuita wateja na kama vile vitu vyako viko tofauti na vya watu wengine, inatakiwa uwe na matangazo mazuri sana ambayo utakuwa unaleta mbele ya wateja wako ili kiwavutie
na waweze kununua vitu vyako. Kuna watu ambao walikutana nao kwenye daladala, nikasikia anaongea kwenye simu, anamwambia mtu, mbona nimekuwa nataka kutuma biashara yangu kwenye grupu yako ili watu wawe wananipigia, wananiuliza napatikana wapi, sababu napiga chakula, napiga kisamvu kizuri, napiga samaki, napiga sato, napiga nini, ili watu wawe wanakuja kula chakula kwangu hapo, au wakitaka delivery nafanya delivery popote, ila wanilipii tu nauli ili niwafikishie chakula yao. Nikaona ule mtu kwenye simu akamjibu, hii group yetu ya WhatsApp sio ya biashara na sio mambo ya kutuma mambo kama yale. Unaweza ukawa na namba hata 500 600 kwenye simu yako hapo, na wale wote unakuta hata una watu 200 300 au unafikisha hata watu 100 ambao wanaangalia status yako, ila umekosa wateja. Shida nini? Unatakiwa kutengeneza matangazo yale madogo madogo ambayo utakuwa unaweka kwenye status. Ukiongea tena graphics designer, unaambia mimi kwa wiki nitakuwa nakupa hela fulani, kwa nitengenezea matangazo hata haya mawili ambayo yako tofauti, kuonyesha watu chakula nao piga, unaonyesha namba yangu, tunafanya delivery popote, lipa tu nauli, utapata chakula kizuri, chakula kitamu na utapata wateja. Tengeneza ka page kako Facebook kazuri, tengeneza ka account kako TikTok kazuri. Hiyo yote itakuwa ni politics ya kupata wateja kwenye dunia ya leo. Sio kwamba unakosa wateja, unafanya vizuri, ila wengine ambao wanafanya kama hiyo ya kwako wameshagundua waguse wapi, wafanye nini ili wapate wateja, ila wewe ya kwako bado unaendelea kutamba tu, kwenda kwenye magrupu na share kule mapicha, unaonyesha nini nafanya hiki na hiki, maadmin wanafuta vitu vyako kwenye magrupu. So nikajiuliza, hii ni ubahiri au ni nini? Ningetaka watu mcomment hapa na mseme shida nini? Shida nini Tanzania? Shida nini? Graphics designer ni wengi, wanafanya vizuri kwenye mitandao. Shida nini? Mitaani mnachafua na mabango mabovu sana, ambayo yavutia hata mteja kuangalia mara pili au mara tatu. So usisahau kulike na kusubscribe kuhusu hii mada au swali ambao nilikuwa nimeleta mbele yako kwa ajili ya kuuliza nini chanzo ya mabango mabovu Tanzania. Je, fanya biashara ndo mabahiri au Tanzania haina graphics designer, au ndo unaenda zile stationery ambazo zina graphics designer professional ambao wanaweza kutengeneza tangazo ambalo linaweza likavutia mteja kukuuliza unapatikana wapi, nahitaji service zako, nahitaji kitu chako. So usahau kusubscribe, usahau comment pia, ili tupate maoni yako kwenye comment hapo. Sababu video ambayo itakayofuata tutaenda mtaani na kukagua bango moja ambalo naona liko mahali pengi sana. Naona liko mahali kama patatu, nimepita kwenye daladala nikaliona tena nafasi nyingine ni hilo bango, lakini lina makosa mengi sana, na ukiliangalia huwezi kujua kwamba linaongelea kuhusu kusuka nywele. Ile ukiliona uwezo kugundua. Sasa hiyo bango tutalikagua pamoja, tuangalie makosa ambayo yako kwenye hiyo bango ambayo inaweza ikaacha wateja hawakutafuti, hawakupigii, na bango lako umeprint umeliweka mahali pengi sana, wajui tangazo linaongelea nini, unapatikana wapi, namba umefanya kubwa, watu hawasomi vitu ambavyo ni muhimu sana kwenye bango lako. So thank you, subscribe, share, tukutane kwenye video nyingine.